ninachozungumza lazima nikupe evidence. Sasa katika Biblia ukiona nazungumza kitu chochote kile, evidence ni neno la Mungu. Bwana asiwe sana, ili ukaweze kujua kile ambacho tunakizungumza kimeandikwa kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tuko pamoja wana wa Mungu. Kwa hivyo ni maombi yangu, tega masikio, tunatoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Na leo tunapiga hatua. Uko tayari tupige hatua? Uko tayari tupige hatua? Nitaomba kwa sababu ya wakati. Nina somo ambalo nataka kulishiriki kwa ufupi, alafu tutafanya maombi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kuna somo ambalo Bwana aliweka ndani mwangu na ni somo la muhimu sana. Wakati mwingine watoto wa Mungu, kuna suala ambalo naliita vifungo vya nafsi. Geukia mwenzako mwambie vifungo vya nafsi. Mwambie tena kwa sauti. Nafsi ya mtoto wa Mungu ikiwekewa mipaka, mwana wa Mungu hauwezi kuvuka ng'ambo ya pili. Na leo kwa neema ya Mungu nataka nishughulikie eneo hilo kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Haleluya. Bwana asiwe sana. Sema Bwana Mungu, kila maagano yote mabaya yanayonitesa hayana uwezo juu yangu katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Mungu, kila aina ya maagano yanayopambana nami katika hatima ya maisha yangu, naomba ikaweze kuniachia katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya maagano yanayopambana na hatima yangu hayataniweza katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wana wa Mungu, kwa neema ya Mungu, naomba kwa neema ya Mungu nikaweze kushughulikia mipaka kwenye nafsi iliyofungwa, kuvuka mipaka kwenye nafsi iliyofungwa, kuvuka mipaka kwenye nafsi iliyofungwa. Mwanangu mtumishi wa Mungu, msomi wa Biblia, nitakuomba kwa neema ya Mungu tusomee kitabu cha Ezekieli 16 mstari wa 1 mpaka wa 7. Kuna kakipengele pale natamani tukaweze kukaangalia kuhusu masuala ya nafsi, kuondoa mipaka ama kuvuka mipaka kwenye nafsi iliyofungwa. Kuvuka mipaka kwenye nafsi iliyofungwa, au tuenda kushughulikia vifungo vya nafsi iliyofungwa. Haleluya. Tuendelee mwanangu. 16 mstari wa 1 mpaka wa 7. Biblia inasema, ndiyo, neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako patoka katika nchi ya Kanaani. Mwamori alikuwa baba yako, mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji kusafishwa, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia. Lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Nami nilipopita karibu nawe, nikakuona ukigaagaa katika damu yako. Alikwambia, ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Naam, alikwambia, ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Alikufanya kuwa maelfu kama mimea ya mashamba, ukaongezeka na kuzidi kuwa mkubwa, ukapata kuwa na uzuri mno. Matiti yako yakaumbwa, nywele zako zikawa zimeota, lakini ulikuwa uchi, una nguo. Haleluya. Wana wa Mungu, naomba
mwana wa Mungu nisomee kitabu cha Zaburi 142 mstari wa 7. Zaburi 142 mstari wa 7. Ninasema, uitoe nafsi yangu kifungoni. Uitoe nafsi yangu kifungoni. Nipate kulishukuru jina lako. Nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka. Kwa kuwa wewe unanikirimu. Nataka useme, Bwana Mungu, naomba uitoe nafsi yangu kifungoni. Sema kwa sauti. Sema, Bwana Mungu, naomba uitoe nafsi yangu kifungoni. Mahali popote nafsi yangu ilifungwa, natangaza ukombozi wa nafsi yangu katika jina la Yesu Kristo. Kila nafsi yangu popote ilifungwa kwenye kifungo cha aina yoyote ile, naomba nafsi yangu ikaweze kuondolewa kifungoni katika jina la Yesu Kristo. Nafsi yangu, ondoka kifungoni katika jina la Yesu Kristo. Zaburi 143 mstari wa 12. Zaburi 143 mstari wa 12. Kwa fadhili zako utawakatilia mbali adui zangu na kuangamiza wote wanitesao nafsi, kwa maana mimi ni mtumishi wako. Wana wa Mungu, mateso makubwa ambayo wanadamu wanateseka nayo yamejikita kwenye nafsi. Nafsi ya mtoto wa Mungu ikifungwa, maisha ya mtoto wa Mungu kwa ujumla yamefungwa. Mtumishi wa Mungu Daudi akasema, kwa fadhili zako utawakatilia mbali adui zangu na kuangamiza wote wanitesao nafsi, kwa maana mimi ni mtumishi wako. Mateso makubwa yanayoekea watoto wa Mungu nafsi, yanayowekea watoto wa Mungu kutopata upenyo, yamejikita kwenye nafsi. Nafsi ya mwanadamu ikifungwa, maisha ya mwanadamu kwa ujumla pia yamefungwa. Kwa nini tushughulikie nafsi? Kwa sababu mwanadamu yeyote yule katika kuumbwa kwake amejikita katika vitengo vitatu vikuu. Kuna mwanadamu mwili, mwanadamu roho na mwanadamu nafsi. Mwanadamu mwili, mwanadamu roho na mwanadamu nafsi. Mungu katika uumbaji wake na kumuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu kwa jinsi hiyo tatu kuu. Mwanadamu katika kuumbwa kwake aliumbwa katika namna tatu kuu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mwanzo, nitasoma haraka kwa sababu ya wakati. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, na nchi yote pia, na kila chenye kitambaacho juu ya nchi. Utaona mstari wa 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu aliumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Sawa. Kwa hivyo unaona, kwanza Mungu alimuumba mwanadamu kwanza kiroho. Geukia mwenzako mwambie, mwanadamu aliumbwa kwanza kiroho. Ndio unaona akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kile chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Nasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu aliumba mwanamume na mwanamke, aliwaumba. Akawaumba kwanza kiroho. Lakini baadaye utakuja kugundua hawa wanadamu ambao ni wawili, Adam na Hawa. Tukisoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7,
Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi yake. Sasa hapa tunaona Bwana akamfanya mtu tena kwa mavumbi na ardhi. Mungu akamuumba sasa mwanadamu kimwili. Alafu baada ya kumuumba kimwili, akapuliza pumzi ya uhai puani mwake. Mwanadamu sasa akawa nafsi hai. Mwanadamu akaumbwa sasa kinafsi. Wana wa Mungu, tuko pamoja mpaka hapo? Utaona mwanadamu aliumbwa kwa njia 3 kuu. Mwanadamu aliumbwa kwanza kiroho, baadaye akaumbwa kimwili, baadaye akaumbwa kinafsi. Kwa hivyo suala la nafsi lina umuhimu sana. Kwa nini tushughulikie nafsi? Ni kwa sababu kwenye nafsi ndio maamuzi yanafanyika. Kwenye nafsi ndio hisia zipo. Kwenye nafsi ndio kuna akili. Kwenye nafsi ndio kuna nia. Kwenye nafsi ni kama injini inayoendesha maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo nafsi ikiwa imefungwa, nia ya mwanadamu imefungwa. Nafsi ikifungwa, akili za mwanadamu zimefungwa. Nafsi ikifungwa, maamuzi ya mwanadamu yamefungwa. Nafsi ikifungwa, njia za mwanadamu pia zimefungwa. Hisia zote za mwanadamu, iwe kupenda, kuchukia, kuwa na namna gani, yote imejikita kwenye nafsi. Na adui akitaka kupambana na mwanadamu, huwa anapambana naye kwa eneo la nafsi, kwa sababu anajua akikamata nafsi, amekamata kila eneo la maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo, kwa sababu ya wakati, nitakuwa nikijisomea tu haya maandiko ili tuenda haraka. Zaburi 143, mwana wa Mungu andika mstari wa 3. Zaburi 143 mstari wa 3. Maana adui ameifuatia nafsi yangu. Adui amefanya nini? Ameutupa chini uzima wangu, amenikalisha mahali penye giza kama watu waliokufa zamani. Ati adui ameifuatia nafsi yangu, ameutupa chini uzima wangu, amenikalisha mahali penye giza kama watu waliokufa zamani. Vita vikubwa vinavyofuatilia mwanadamu ni vita ambavyo vimejikita eneo la nafsi. Nafsi ikifuatiliwa, nafsi ikifungwa, hatima ya maisha ya mwanadamu pia yamefungwa. Nafsi ikikamatwa, ndio anasema adui ameifuatia nafsi yangu, ameutupa chini uzima wangu, amenikalisha mahali penye giza kama watu waliokufa zamani. Adui akifanikiwa kufunika nafsi yako, maisha yako yamefunikwa. Adui akijaliwa kukamata nafsi yako, aichimbie kwenye ardhi, maisha yako pia yamefungwa. Daudi siku moja katika maombi yake, katika Zaburi 25:20, naposoma hiyo Zaburi 25:20 inasema, unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike maana na kukimbilia wewe. Mpaka mtumishi wa Mungu akaomba nafsi yake ilindwe, nafsi yake kaweze kuponywa, kwa sababu kwenye nafsi kuna mambo mazito. Na nafsi ikikamatwa, maisha ya mwanadamu yamekamatwa. Nafsi ikifungwa, maisha ya mwanadamu pia yamefungwa. Kutoka 32 mstari wa 7. Kutoka 32 mstari wa 7 inasema, Bwana akamwambia Musa, haya shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao. Adui akitaka kupiga maisha ya mtoto wa Mungu, anaharibu nafsi yake. Sema, Bwana Mungu, nafsi yangu haitaharibiwa. Popote nafsi yangu iliharibiwa, nikawekewa mipaka ya nafsi, naomba nafsi yangu ikategemezwe, nafsi yangu ikawe sawa katika jina la Yesu Kristo. Bwana akamwambia Musa, haya shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao. Kumbukumbu la Torati 4:16. Kumbukumbu la Torati 4:16. Msije mkajiharibu nafsi zenu
mkajifanyia sanamu za kuchonga, mfano wa sura yoyote, mfano wa mwanaume au mwanamke, msije mkajiharibu nini? Nafsi zenu. Sema Bwana Mungu, nafsi yangu haitaharibiwa. Sema Bwana Mungu, nafsi yangu haitaharibiwa katika jina la Yesu Kristo. Kutoka 34 mstari wa 12, Kutoka 34:12. Ujihadari nafsi yako, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiondea, lisiwe mtego katikati yako. Ujihadari nafsi yako, kwa sababu kumbe viapo vibaya, maagano mabaya, mikataba mibaya, vitu ambavyo ni nyapo mbaya zinazotesa wanadamu zimejikita kwenye nafsi. Hesabu 11:18. Hesabu 11:18 inasema, kisha uambie watu hawa, jitakaseni nafsi zenu kabla ya kesho. Jitakaseni nini? Kwa nini nafsi ikaweze kutakaswa? Ni kwa sababu ina umuhimu sana. Zaburi sura ya 7 mstari wa 5. Zaburi sura ya 7 mstari wa 5. Basi adui na anifuate na kuikamata nafsi yangu, naam, au kanyage uzima wangu na kuulaza utukufu wangu mavumbini. Sema, adui hata ikamata nafsi yangu, adui hata ukanyaga uzima wangu chini, utukufu wangu hautalazwa mavumbini. Sema, popote nilichimbiwa nafsi yangu, kwenye ardhi, kwenye mavumbi, kwenye mchanga, natangaza ukombozi wa nafsi yangu katika jina la Yesu Kristo. Popote nafsi yangu ilikanyagwa chini, nafsi yangu ikapigwa, nafsi yangu ikafungwa, natangaza utukufu wangu hautalazwa mavumbini katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nafsi ya mtu inaweza kamatwa ikafungwa kwenye ardhi. Kuna kitabu changu kimoja ambacho katika Bwana aliponiita katika huduma, mimi naokoka mwaka wa 1986 tarehe 11 mwezi wa 3. Ambia mwenzao, mwambie 1986. Sijajua hata kama mtumishi wenu hapa alikuwa amezaliwa. Bwana asiwe sana. Ndio unapoona jana tukiwa na baba, nafahamiana na baba 1977. Tumekuwa marafiki na mandugu for over 50 years. Bwana asiwe sana. Na nilipookoka kufikia mwaka wa 88, 87 pale, namna ambavyo tulikuwa tunalelewa na watumishi wetu, Mungu akaanza kunitumia kama mwinjilisti. Kama kuna maeneo nimepiga sana injili ni maeneo ya nje. Kabla ya kuingia ndani, mimi nilikuwa napiga kule sokoni na kule mabarabarani. Huko ndio mahali ambapo Mungu aliniitia, nikaanzia kule huduma. Na nikazunguka, nikaanza kupewa mafunuo nikizunguka mji kwa mji, mtaa kwa mtaa, wilaya. Mkoa wa Kenya si kubwa kama Tanzania. Na kwa namna moja ama nyingine Mungu alinipa mafunuo kuhusu ukombozi wa malango ya ardhi, makazi, miji na maeneo husika. Siku moja Mungu akanipa ufunuo katika hii Zaburi 7 mstari wa 5, naosema basi adui na anifuate na kuikamata nafsi yangu, naam, au kanyage uzima wangu na kuulaza utukufu wangu mavumbini. Utukufu wa mtoto wa Mungu ni kile neema yenye Mungu ameweka juu yako inayokusababisha ukaweze kufanikiwa pasipo kutumia nguvu kubwa. Utukufu ni aina ya kibali chenye Mungu amewekeza juu yako. Ni aina ya kitu ambacho Mungu amewekeza juu yako kinazofanya ukaweze kuinuka na kufanya mambo makubwa. Lakini utukufu wako ukilazwa mavumbini, inamaanisha utafanya kila kitu lakini usipate matokeo kwa sababu umelazwa mavumbini. Kwa hivyo nafsi ya mtu inaweza wekewa mipaka kwa kuchimbiwa ama kufukiwa kwenye mavumbi. Hesabu 31:50. Hesabu 31:50. Nasi tumeleta matoleo ya Bwana aliyopata kila mtu na tohoa tu, ili kuzifanyia upatanisho nafsi zetu mbele ya Bwana.
Matoleo yanaweza kuwa kama chanzo ama kigezo cha kufanya upatanisho mbele za Bwana. Kwa hivyo mwana wa Mungu, kwa nini tushughulikie nafsi? Tunashughulikia nafsi kwa sababu nafsi ndio inayoweza kutafsiri sauti ya kiroho na sauti ya mwili wako ili vielewane. Nafsi ndio inayoweza kutafsiri sauti ya roho na sauti ya mwili wako ili vielewane. Kitabu cha Mithali 23 mstari wa 7. Mithali 23 mstari wa 7. Unaposoma Mithali 23 mstari wa 7, Biblia inasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Aonavyo nafsini mwake ndivyo nini? Alivyo. Kwa hivyo nafsi ndio inaweza kutafsiri sauti ya roho na sauti ya mwili wako ili vielewane. Imejikita kwenye nini? Kwenye nafsi. Kwa wakati wako nitaomba sana usome kitabu cha Wagalatia 5:16 mpaka 25. Wagalatia 5:16 mpaka 25. Basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hazielewani. Hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongezwa na roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili dhahiri ndio haya. Ikaanza kutaja ufisadi, wizi, husuda, wivu, uchawi na vitu kama hivyo. Alafu baadaye akasema matunda ya roho ndio haya: amani, utulivu, utu wema. Akaanza kusema fadhili. Akataja vitu hivyo vyote, kumaanisha nafsi ya mtu ikikamatwa, hata mtoto wa Mungu kuishi matendo ambayo ni ya kimungu katika utakatifu inakuwa tatizo. Hauwezi kuishi katika utakatifu kama nafsi yako imekamatwa. Hauwezi kuishi katika utakatifu kama nafsi yako inawindwa. Ndio unaona wakati mwingine nafsi yetu inahitaji kutakaswa ili tukaweze kuishi maisha matakatifu. Hauwezi kuishi maisha yenye uhuru, maisha yenye upenyo kama nafsi yako imekamatwa. Kwa maana nafsi ndio inaweza kutafsiri sauti ya roho na sauti ya mwili wako ili vielewane. Nafsi ndio iliyobeba maisha yako unayoyaishi. Maisha yako unayoyaishi yamejikita kwenye nafsi. Ndio Biblia inasema katika ile Mithali 23:7, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Nafsi yako ikichoka, maisha yako pia yamechoka. Masuala ya nafsi. Nazungumza na mwana wa Mungu. Tuko pamoja wana wa Mungu. Haleluya. Ayubu 10 mstari wa 1. Nafsi yangu inachoka na maisha yangu. Ati maisha yako, nafsi yako ikichoka, hata maisha yako yamefanya nini? Yamechoka. Masuala ya nafsi. Suala la kuwa na maisha bora ama maisha mazuri inategemea nafsi. Nafsi ndio iliyobeba kiu ya wewe kumtafuta Mungu kwenye maisha yako. Kile kiu, ile hamasa, ile shauku, kile kitu ambacho kinakufanya umtafute Mungu imejikita kwenye nini? Kwenye nafsi. Zaburi 42 mstari wa 2. Zaburi 42 mstari wa 2. Zaburi 42 mstari wa 2. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Nafsi ndio inakuwa na kiu. Ile kitu chenye kufanya, unaona mwanadamu katika kuumbwa, mwanadamu yeyote yule, au ameokoka hajaokoka, ana kiu ya kumwabudu Mungu. Na ndio unaona katika nafsi ya mwanadamu, asipomwabudu Mungu aliye hai, utaona ataenda kwa waganga wa kienyeji, ataenda kwa washirikina, ataenda kwa wachawi, ataenda kwa ibada za sanamu, kwa sababu nafsi ya mwanadamu iliumbiwa ibada. Sijui kama unanielewa. Tuko pamoja watoto wa Mungu. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Nafsi ina kiu. Yohana 7:37.
Yohana 7:37 inasema, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapasa sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Mtu akiona kiu na aje kwangu afanye nini? Anywe. Zaburi 143, Zaburi 143 mstari wa 6. Zaburi 143 mstari wa 6. Zaburi 143 mstari wa 6. Zaburi 143 mstari wa 6 inasema hivi, na kunyoshea mikono yangu, nafsi yangu inakuonea kiu kama nchi kame. Nafsi yangu inakuonea kiu kama nini? Nchi kame. Sema, Bwana Mungu, naomba nafsi yangu ikaweze kukuonea kiu. Nafsi yangu iwe na shauku ya kutafuta ufalme wako, iwe na shauku ya kukutafuta Jehova. Nafsi yangu iwe na shauku ya kuweza kukutafuta. Nafsi yangu inakuonea kiu kama nchi kame. Haleluya. Nafsi, naongea na Bwana wa Mungu, naomba nafsi yako iwe na kiu katika kumtafuta Bwana. Nafsi yako iwe na kiu katika kumtafuta Bwana. Nafsi yangu yako iwe na kiu katika kumtafuta Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Zaburi 63 mstari wa 8. Zaburi 63 mstari wa 8 inasema na 9, nafsi yangu inakuandama sana, mkono wako wa kuume unanitegemeza. Bali waitafutao nafsi yangu ili kuiharibu wataingia pande za nchi zilizo chini. Yeyote anayewinda nafsi yako atadondoka chini, wewe utainuka. Yeyote anayesimama kinyume awinde nafsi yako, yeye atashuka wakati wewe unainuka. Nafsi yangu inakuandama sana, mkono wako wa kuume unanitegemeza. Bali waitafutao nafsi yangu ili kuharibu wataingia pande za nchi zilizo chini. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, nafsi yako ikaweze kuinuliwa. Nafsi yako ikaweze kuinuliwa. Nafsi yako ikaweze kuinuliwa. Nafsi yako ikaweze kuinuliwa. Nafsi yako ikaweze kukombolewa. Kila vifungo vya nafsi ninaona ukifunguliwa nafsi yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Wanangu wageni, naomba kama mungekaa hapa mbele nitafurahi sana. Karibu sana mwana wa Mungu, karibuni sana. Tu wote mumekuja, kaeni tu hapa mbele msikie huyu mzee akihudumu vizuri, huyu mwalimu wa maandiko. Haleluya. 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 Bwana asifiwe sana. Ni mwanangu kiongozi Lewis, umefika. Haya, Mungu awabariki sana. Karibu na familia yako na wandugu wote umetembea nao. Karibu sana kiongozi. Haleluya. Sema, Bwana Mungu, popote nafsi yangu ilifungwa, majira yamefika. Natangaza nafsi yangu kufunguliwa. Haleluya. Tunashughulika na kufungua mipaka ama nafsi iliyewekewa mipaka na kufungwa. Bwana asifiwe sana. Zaburi 63, tulikuwa tumefika Zaburi 63. Angalia vile Mungu analinda nafsi. Zaburi 63 mstari wa 8 na wa 9 akasema, nafsi yangu inakuandama sana. Naomba nafsi yako ikamwandame Mungu sana. Haleluya. Mkono wako wa kuume unanitegemeza. Bali waitafutao nafsi yangu ili kuharibu wataingia pande za nchi zilizo chini. Yaani kumbe mtu hata akicheza nafsi yako anaweza zikwa. Mungu anaweza amua huyo mtu aondoke duniani, kwa sababu nafsi yako inafidia mbele za Mungu. Nafsi yako ni muhimu mbele za Mungu. Sioni kama kuna mtu ananielewa. Kwa sababu nafsi yako ikiwa na kiu cha kumtafuta Mungu, Mungu ana mpango mzuri na wewe. Sioni kama kuna mtu ananielewa. Ndio unaona mpaka Mungu anazungumza hapa. Nirudie tena. Zaburi 63 mstari wa 8 na wa 9. Nafsi yangu inakuandama sana, mkono wako wa kuume unanitegemeza. Kumbe nafsi yako ikimwandama Mungu sana, Mungu ana guarantee,
ana uwezo wa kulinda nafsi yako. Mpaka anasema mstari wa 8, bali waitafutao nafsi yangu ili kuharibu wataingia pande za nchi zilizo chini. Mwambie kumbe mtu anaweza zikwa kwa sababu ya kucheza na nafsi ya mtu aliyeokoka, kwa sababu ya kucheza na nafsi mtu anayemjua Mungu. Geukia mwenzako mwambie usicheze, mtu asicheze na nafsi yako. Anaweza enda pande za nchi za chini. Hizo pande za chini za nchi, pande za chini za nchi, mwambie ni futi 6. Haya, kwa lugha nyingine ni kutafsiria kwa lugha unayeelewa. Sijui kama unanielewa. Usiwahi cheza na mtu anayemtafuta Mungu. Usiwahi cheza na mtu ambaye nafsi yake inamuishia Mungu. Nisome tena unielewe. Zaburi 63 mstari wa 8 na wa 9. Nafsi yangu inakuandama sana, mkono wako wa kuume unanitegemeza. Kumbe nafsi yako ikimwandama Mungu sana na mkono wa Mungu ukiendelea kukutegemeza. Mstari wa 9 anasema, bali waitafutao nafsi yangu. Waitafutao nini? Ili kuiharibu. Mwambie yeyote anayetafuta nafsi yako kuiharibu, Mungu anasema wataingia pande za nchi zilizo chini. Pande za nchi zilizo nini? Yaani kwa lugha nyingine pande za nchi zilizo chini ni kaburi. Yeyote anacheza na nafsi yako anaweza zikwa. Nafsi yako ina umuhimu sana mbele za Mungu. Nafsi yako ni ya muhimu. Mimi nimewahi ona kama mtumishi watu wakipambana na mimi. Na mimi katika agano ambalo huwa natembea nalo, mimi huwa sipambani na mtu. Wewe ukipambana na mimi napambana na Mungu aliyeniita. Na yule Mungu aliyeniita, kama kweli wewe unapambana tu na mimi nimeona watu wakiondoka duniani pasipo hata mimi kuzungumza chochote. Na ndio unaona katika utumishi wangu huwa silaani mtu. Ninakuombea sana Mungu akufungue maisha yako na moyo wako. Usiwahi pambana na watumishi wa Mungu. Usipambane na wana wa Mungu. Usipambane na mtu anayemjua Mungu, kwa sababu nafsi ya huyo mtu ina faida mbele za Bwana. Inafaidia mbele za Bwana. Ndio unaona Zaburi 143 mstari wa 6 inasema, na kunyoshia mikono yangu, nafsi yangu inakuonea kiu kama nchi kame. Naomba nafsi yako ikamuonee Mungu kiu. Naomba nafsi yako ikamuonee nchi Mungu kiu. Haleluya. Nazungumza na mwana wa Mungu. Haleluya. Sema, Bwana Mungu, nafsi yangu ikawe na shauku na wewe. Zaburi 63 mstari wa 1. Zaburi 63 mstari wa 1. Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema, nafsi yangu inakuonea kiu. Mwili wangu wa kuonea shauku katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Naomba kuanzia leo nafsi yako iwe na kiu na Bwana. Mtu mwenye nafsi na kiu ya Bwana, nafsi ndio inabeba kutamani. Mstari huu Zaburi 63 mstari wa 5. Nafsi yangu itakinai kama kushiba mafuta na vinono, kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha. Kumbe nafsi inaweza kukinai kitu. Ndio kwenye nafsi kuna nia. Kwenye nafsi kuna akili. Kwenye nafsi kuna maamuzi. Kwenye nafsi ndio inabeba mwelekeo wa maisha ya mwanadamu. Mwelekeo wako wa maisha, unatoka wapi unaelekea wapi, imejikita kwenye nini? Kwenye nafsi. Haleluya. Yeremia 29 mstari wa 13. Yeremia 29:13 nasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Naomba moyo wako ukaweze kumwelekea Mungu. Moyo wako ukamwelekea Mungu. Nafsi ndio inayobeba mafanikio. Geukia wenzako mwambie, mafanikio yako yamejikita kwenye nafsi. Mwambie tena kwa sauti. Mwambie tena kwa sauti. Zaburi 25 mstari wa 13. Zaburi 25:13. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Naomba nafsi yako ikafanikiwe. Zaburi 25 mstari wa 13. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Zaburi 25:13. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Naomba nafsi yako ikafanikiwe. Nafsi yako ndio inaobeba mafanikio. Ndio unaona waraka wa Yohana wa 3 sura ya 1 mstari wa 3 wa pili. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa pili. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa pili. Waraka wa 3 wa Yohana
sura ya 1 mstari wa 2 inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako au nafsi yako ifanikiwavyo. Mpenzi, geukia mwenzako mwambie, mpenzi, naomba ufanikiwe katika yote na kuwa na afya yako kama vile roho au nafsi yako ifanikiwavyo. Naomba Mungu akupe mafanikio. Nafsi yako ikabebe mawazo yatakaobadilisha dunia. Nafsi yako ikabebe ubunifu utakaobadilisha dunia. Nafsi yako ikalete mambo makubwa. Nafsi yako ndio injini ya kufanya kazi kama mtu hapa duniani. Kazi ya mtu inaanzia kwenye nafsi. Nafsi yako ikichukia kazi, tayari hata ukisema haka kabiashara kameisha, ameweza mwambie kameisha kabla ya kuisha, kwa sababu nafsi yako tayari imekalaani. Mithali 16:26. Mithali 16:26. Mithali 16:26. Mithali 16:26 inasema, nafsi yake mfanya kazi hujifanyia kazi, maana kinywa chake humdia bidii. Nafsi yake mfanya kazi hujifanyia nini? Kazi, maana kinywa chake humtia nini? Bidii. Yaani wakati wote unatiwa bidii kimwili, inategemea pia nafsi yako kujifanyia kazi. Sema nafsi yangu, naomba unifanyie kazi. Haleluya. Umaisoma Zaburi 104 mstari wa 23. Zaburi 104 mstari wa 23 inasema, mwanadamu atoka kwenda zake kazini na kwenye utumishi wake mpaka jioni. Namna unapofanya kazi, pia nafsi yako inahitaji kufanya kazi. Sema nafsi yangu, naomba ukafanye kazi. Sema nafsi yangu, popote ulifungwa usilete mafanikio, naomba nafsi yangu ikaweze kufunguliwa. Nafsi yako ndio iliyobeba akili, mawazo na fikra. Nafsi yako ndio inabeba nini? Akili, mawazo na fikra. Na hata nia zako zimejikita kwenye nini? Kwenye nafsi. Naongea na mtoto wa Mungu. Sema nafsi yangu, hautabadilishwa, hautachepushwa kufanya mambo yasiyofaa. Warumi 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Warumi 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Ikazungumzia masuala ya mwili. Wala mstari wa 2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nafsi zenu. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nini? Nia zenu ama nafsi zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Naomba kwa jina la Yesu Kristo, nafsi yako ikaweze kufunguliwa. Mstari wa 5 anasema, kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Nia ya mtu, fikra za mtu, mawazo ya mtu na akili za mtu zimejikita kwenye nafsi. Nafsi ikiekewa mipaka, mtoto wa Mungu, hauwezi kuvuka. Kwa hivyo mashambulizi makubwa ya mwanadamu yamejikita kwenye nini? Kwenye nafsi. Vita vikubwa unavyopambana navyo, vita vya nafsi. Nafsi ikishambuliwa, mawazo yameshambuliwa. Nafsi ikishambuliwa, akili zimeshambuliwa. Nafsi ikishambuliwa, fikra za mtu zimeshambuliwa. Wakorintho wa 2:10 mstari wa 3 mpaka 6. Wakorintho wa 2:10 mstari wa 3 mpaka 6. Wakorintho wa 2:10 3 mpaka 6. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuziangusha ngome. Uko tayari ngome iangushwe? Tukiangusha mawazo, tukiangusha nini? Na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu kutakapotimia. Naomba kwa jina la Yesu Kristo, adui shetani asiharibu fikra zako. Umeelewa? Shetani hawezi kupambana na wewe mpaka akamate nafsi. Nikuambie kitu, Hawa aliyekuwa mke wa Adam
kabla aanze shetani kumuingilia na kupotosha fikra zake, alianza kwa kuanza kukamata nafsi yake, akaanza kumtamanisha. Ameanza mwambia kutamanisha, akaona hiyo matunda ni mzuri, akaona vile inakaa, alafu mwisho ndio shetani akaanza kuachilia. Ameanza mwambia, akaanza mserereko, akaanza kunyambulika vitenzi, akaanza kutoa viashiria, akaanza kumwandikia mistari. Kwa nini akila hilo tunda atakuwa na akili nyingi kuliko nini? Kuliko Mungu, na atakuwa na mawazo na nini. Lakini mwisho ilikuwa ni nafsi inatafutwa, ili nafsi kisha kukamatwa na kupindwa, maisha ya mwanadamu yamekamatwa. Ona hata mwizi kabla aibe, anaweza mwambia, shetani anaanza na fikra zake, anaanza na mawazo yake. Anamwambia, unaonaje huyu ameacha hiyo simu? Unaonaje hii simu ni ya pesa ngapi? Hiyo simu hata anakuambia, angalia, kuna mtu anakuona kweli. Ukichomoa hii simu halafu uende mbio, kuna mtu atakukamata. Anaweza mwambia inaanza na nini? Mwambia hata uzinifu inaanza na nini? Kama ni mwanaume, shetani anaweza kuambia, unaonaje ule binti? Angalia miguu yake kama ya miogo. Sijui kama unanielewa. Angalia kifua chake vile kimetatanika. Angalia mikono yake, kama yani mithili ambayo ni almasi. Angalia uso wake, angalia macho vile yanang'aa kama dhahabu. Anaanza kukuhubiria. Kinachotafutwa ni nini? Sasa nafsi kikamatwa tu kidogo, ndio unapata unasema, Bwana, mbona tusiende hivi? Alafu kama yule pia naye ameshuhudiwa, anamwambia kama amefanya nini? Hapo ndipo mtego unanasa. Sijui kama unanielewa. Nafsi. Unaona hata sasa hivi watu wengi wametolewa katika mapenzi ya Mungu. Kwa sababu gani? Nafsi imekamatwa. Nafsi imefanya nini? Sijui kama naongea na mtu wa Mungu. Nafsi ikikamatwa, ndio hata adui anataka kuonyesha vitu visivyofaa. Nataka nikuulize swali. Umejiuliza? Marashi yote, enda kuote duniani, ukipata marashi ama perfume, yote inakuanga na picha ambazo ni za wanawake warembo. Lakini geukia mwenzangu, mwambie dawa zote za maumivu dawa zote za nini? Zote zina picha za wanaume. Ndio kianza mwambie kuna nini hapo? Sio kama kuna mtu ananielewa. Marashi yote ama perfume ina picha ya nini? Wanawake warembo. Lakini ikikuja dawa za maumivu, wameweka hapo wanaume wenye nini? Wenye misuli imetatanika. Nataka nikuonyeshe kitu kingine. Nikuonyeshe kitafaa. Kwa mfano, kampuni zote zinazouza vilevi, si rahisi katika matangazo yao, hata picha zao, watumie wateja wao wakati wamelewa, wanapepesuka ama ni matangazo yao, huwa wanaweka mwanamke ambaye ni mrembo, anaonekana mithili fulani, figa fulani. Wangapi wameona vitu kama hivyo? Kwa nini? Nafsi. Ukiona hivi unasema, hapo ni kuzuri. Nafsi inatafutwa. Sema, nafsi yangu haitatafutwa. Adui, kwa nini sasa? Hizi simu, anamwambia hii simu inaweza kukupeleka kuzimu, kwa sababu usipojua kuitumia. Hii simu ina kila kitu. Picha za uchafu zote zimo humu ndani. Sijui kama unanielewa. Sasa nafsi yako ikikamatwa, macho yako yaanze kuvutwa kuona picha zisizofaa ama kusikia nyimbo zisizofaa. Mwana wa Mungu, adui anataka kuteka nafsi yako. Sema, nafsi yangu haitatekwa. Sema kwa sauti. Sema kwa sauti. Zaburi 101 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Zaburi 101 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Zaburi 101 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Rehema na hukumu nitaziimba, Bwana. Nitakuimbia zaburi. Nitaiangalia njia ya unyofu. Utakuja kwangu lini? Nitakwenda kwa unyofu wa moyo ndani ya nyumba yangu. Naomba, ndio kianza mwambie, ndani ya nyumba yako una unyofu? Ambaye mwambie, ndani ya nyumba yako unasikiliza miziki za aina gani? Mtikise kidogo, mwambie ndani ya nyumba, ukiwa tu peke yako. Mwambie ukiwa peke yako, hauna huyu ndugu uliye karibu na yeye, huyu dada uliye karibu naye, huwa unasikiliza miziki ya aina gani? Siku moja nilienda kutembelea ndugu mmoja kazini, ni mtu mkubwa sana. Nikasema natamani kumuona mtumishi fulani, ndugu fulani. Alipokuja nikamkumbatia, nasema, Bwana asifiwe ndugu.
Nikasikia wale walio karibu fulani wakamwambia, hata wewe umeokoka wewe? Ameweza mwambia, mgeukie mwenzako mwambie, ushuhuda wako mahali unakaa ukoje? Je, unaokoka tu ukija kanisani? Baada ya kutoka kanisani, wewe mtu wa kubanjuka, banjuka juu, banjuka chini. Sio kama nazungumza na mtu. Akasema nitatembea, nitakwenda kwa unyofu wa moyo ndani ya nyumba yangu. Sema moyo wangu, naomba ndani ya nyumba yangu niangalie vitu vinavyofaa. Mstari wa 3, sitaweka mbele ya macho yangu neno la uovu. Sitaweka mbele ya macho yangu neno la nini? Kazi zao waliopotoka na ichukia, haitaambatana nami. Ameanza mwambie, mbele ya macho yako unaweka nini? Mbele ya macho, hata wanangu nataka niwasaidie. Si kila nguo ni ya kuvaa. Kuna nguo ameanza mwambie, usivae nguo ya chumbani, uivae sebuleni. Kuna manguo ya kuogelea, usitembee nayo kwenye sokoni huko na nini. Ameanza mwambie, ile ni ya chumbani. Haya. Kuna watu ambao wanasema tu, Mungu anaangalia moyo. Amemwambia kabla ya moyo. Mungu, wanadamu wanaangalia nini? Wanaangalia nje. Wanaangalia nje. Yeye anasema katika Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7 inasema, Mungu haangalii kama wanadamu huangalia. Wanadamu huangalia sura ya nje, bali Mungu huangalia nini? Moyo. Kwa hivyo kabla ya moyo kuangaliwa, kuna sura ya nini? Ya nje. Umaijua watu wanakuchukulia na vile umevaa. Leo mimi mchungaji nikija hapa madhabahuni nimevaa sketi ama gauni, ambia mwenzako mwambie, si ni vazi ndio, lakini ngeukia waweza mwambie, utanichukuliaje? Ngeukia waweza mwambie, mtamchukuliaje mzee wa maandiko? Muone nimekuja alafu nimevaa hivi viatu vya kike, alafu nimekaa hivi, alafu nimevaa gauni, alafu nimevaa sketi. Ameweza mwambie, hata kunisikiliza mtanisikiza kweli? Hata kule wengine watasema kuzimu ndio leo. Wale wanaosimamia utakatifu, wapigia hao wanaosimamia utakatifu makofi. Si kama unanielewa? Ni unaona hata mitindo zimebadilika. Kumekuja na filamu tofauti. Hiyo yote ni nafsi inatafutwa ili watu watoke kwa mapenzi ya Mungu. Sema, nafsi yangu haitatekwa. Nafsi yangu haitakamatwa. Wewe umeona hata miziki zinazosherekewa na kuenziwa sana, ni miziki ambazo zinaimba uchafu. Watu wanaongea maneno chafu, pumba yote. Lakini ndio mpaka hata katoto kadogo kakisikia unaona kanatikisa kichwa. Hiyo yote kinachofuatana, kinachotafutwa ni nini? Nafsi. Wakorintho wa pili 11:3. Wakorintho wa pili 11:3 inasema, lakini achelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu, mkauacha unyofu wa usafi kwa Kristo. Sema, fikra zangu hazitaharibika. Mawazo yako ndio uwanja wa kupata ushindi wa vita vya kiroho. Ili ushinde vita vya kiroho ni nini? Mawazo. Ndio ni maombi yangu, mawazo yako yakafunguliwe. Mawazo yako yakafunguliwe. Mawazo yako yakafunguliwe. Waefeso 6:10 mpaka 15 na dakika kama 3 tu hivi alafu tuombe. Waefeso 6:10 mpaka 13 inasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga ila za shetani, kwa maana kushindana kwetu si juu ya nyama na damu, bali ni juu ya mapepo wabaya, juu ya wakuu wa giza, na juu ya majeshi wa pepo wabaya, juu ya falme. Natoa tu ila andiko. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wana wa Mungu, masuala ya nafsi ndio inafanya ujione jinsi unavyojiona. Kwa wakati wako utasoma Hesabu 13:30 mpaka 33. Hesabu 13:30 mpaka 33 inasema, bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Alafu baadaye anasema, tuliwaona watu wale tuliwaona kama wanafeli, watu wale wanakula watu wale. Alafu anasema, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Nafsi yako ina umuhimu. Ndio mwenzako mwambie, nafsi yako ina umuhimu. Mawazo yako yanaweza kubeba utu wa kale wakati tayari umeokoka. Ukiona mtu anasema, niliokoka, kwa mfano sasa hivi uniseme niliokoka 86, lakini matendo yangu na vile ninafanya inaonekana mimi, ambie mwenzako mwambie, ni mtoto ambaye aliokoka miaka ya zamani, lakini bado mtoto wa kiroho.
Sijui kama unanielewa. Bado nafungwa nepi ama pambas. Naweza mwambie bado, unaona kuna mtu anasema niliokoka mwaka wa 70 lakini ukiangalia ule wokovu wa 70 na matendo yake na vile anakaa haviendani, vinakinzana. Na kuna mtu ameokoka hata miezi 3 haijaisha, miaka 3, lakini unaona ni mtu ambaye anatembea kwa malengo ya kimungu. Naomba nafsi yako ikakombolewe. 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 Kuna dhambi tunazitenda kwa sababu hatutumii nini? Akili. Kwa nini Biblia ilisema mwanamume azinie na mwanamke hana nini? Na anaangamiza nini? Anaangamiza nafsi yake. Unajua ninachomaanisha ni kwamba hiki kizazi nachotembea na akili mnemba, hiki kizazi cha AI, ukianza mwambie hiki kizazi cha akili mnemba, hiki kizazi cha AI, nataka leo nikupe shauri kama mzee. Akili za kuambiwa na akili mnemba ama akili bandia ama akili ambayo inaitwa AI, naomba uchanganye na akili zako timamu na akili za kimungu, ili usije ukachanganyikiwa ukafanya mambo kwa njia isiyofaa. Sioni kama kuna mtu ananielewa. Geukia mwenzako mwambie, masuala ya kuambiwa na akili mnemba ama AI ama akili bandia ama hizi akili ambazo ni za artificial intelligence, omba Mungu uchanganye na akili yako timamu na akili za kimungu, ili usije ukachanganya mambo yako yakaharibika. Kuna watu kwa mfano kama mimi ni mwalimu, hao wanafunzi wakati fulani hawajui, kabla ya AI sisi tulitembea na ile tunaita analog mindset, akili ya kimungu, akili timamu. Unapata mwanafunzi amepewa swali, akaingiza hilo swali kwa AI, vile ilimuletea hivyo ndiye akaandika. Alafu unakutana na kichwa kilichofyatuka cha Profesa Skenga. Nikisoma hivi na naanza kuanalyze, alafu baadaye nakuuliza tu maswali kutokana na kitu chenye umejibu. Nakuuliza swali la kwanza aujibu, la pili aujibu, la tatu aujibu, la tano nakwambia hii kazi ulifanya haukutumia, aanze kutumia. Una disco. Wanafunzi nao wafundisha wanaogopa sana. Wanasema kile kichwa hakina mchezo, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine akili za kuambiwa na akili mnemba, gekeza mwambie akili za kuambiwa na akili mnemba ama AI ama akili bandia, changanya na akili zako timamu na uchanganye na akili za kimungu, ili usije ukachanganyikiwa katika kufanya mambo. Unapata AI ilichanganyikiwa ikakupa swali ajibu ambalo silo. Unapata kila mwanafunzi yote, huwezi kuniambia wanafunzi wote 100 katika hasa hizi research na nini wote watafanya kitu alafu wakuja na jibu moja. Kwa sababu sisi tunaangalia uwezo wa kufikiria na mtiririko, content imekaa namna gani. Majira yamefika. Naomba Mungu anasema tumieni nini? Akili ipasavyo, wala msitende dhambi. Ukianza mwambie kuanzia leo jifunze kutembea na akili. Haleluya!
Sema, Bwana Mungu, nafsi yangu haitakamatwa. Naomba mtoto wa Mungu, somo hili siwezi kulimaliza. Hili somo ni somo kubwa sana. Bwana asiwe sana. Ni somo ambalo nikianza kulifunza watoto wa Mungu siwezi kulimaliza, lakini naamini umepata kitu. Nafsi yako ni kama masijala, ni kama nini? Ama archive inayohifadhi kila kitu. Kwa hivyo nafsi yako ikiwa imehifadhiwa vitu visivyofaa, itakuwekea mipaka usiweze kwenda mbali. Ndio tunapoenda kuomba, tunataka tufute kitu chochote kile kilichowekwa kwa akili yetu kwa njia isiyofaa, wakafunga nafsi zetu, tuondoke katika vifungo vya nafsi katika jina la Yesu Kristo. Zaburi ya 51:23 nataka tuombe. Zaburi ya 51:23 inasema, nami nitakitia mikononi mwako wakutesao, waliokuambia nafsi yako. Waliokuambia nini? Inama tupate kupita. Nao uliufanya mgongo wako kuwa kama nchi na kama njia kwa hao wapitao juu yake. Sema kila maneno yote mabaya yaliyopandikizwa kwa nafsi yangu. Sema kwa sauti. Sema kila maneno mabaya yaliyopandikizwa kwa nafsi yangu. Nafsi yangu ikafungwa. Nafsi yangu ikafungwa. Natangaza kila vifungo vya nafsi vikaweze kuniachia. Popote nafsi yangu iliwekewa mipaka nisiweze kufanya mambo makubwa, majira yamefika. Nafungua nafsi yangu. Nafungua nafsi yangu. Nafungua nafsi yangu. Nafsi yangu popote ilikamatwa, ikapandikizwa, ikaekewa mpangilio wa miziki zisizofaa, sauti zisizofaa, na nyamazisha kila mahali. Popote pale niliungamanishwa kwa watu wasiofaa, kutokana wa Korintho wa kwanza 6:16 na kuendelea. Popote jina langu liliungamanishwa mahali pasipofaa, nikasikia nyimbo, nikaambatanishwa nafsi yangu na marafiki wasiofaa. Roho yangu ikaambatanishwa na roho za waliokufa. Na tangaza kwa jina la Yesu Kristo. Baba, unasema katika Amosi 3:3, wawili watatembea namna gani pamoja wasipokuwa wamepatana? Kila mapatano mabaya popote walipatanisha nafsi yangu, kutokana na Isaya 29:8 na 9, wakaambatanisha nafsi yangu na ndoto mbaya, ndoto za kulishwa vyakula visivyoeleweka, ndoto za kunyeshwa vinywaji visivyoeleweka, ndoto za waliokufa. Ishara hii za ndoto mbaya mbaya, ndoto za unajisi, ndoto za mazingaumbwe, mahali popote nateswa nafsi yangu ikachukiwa toka nilipozaliwa. Natangaza nafsi yangu kufunguliwa. Natangaza popote niliambatanishwa na watu waliokufa. Tangaza mtoto wa Mungu, shughulikia kila vifungo vya nafsi. Sema popote nafsi yangu iliwekewa mipaka, nafsi yangu ikawekewa mipaka, nafungua nafsi yangu. Omba mtoto wa Mungu, sioni kama unaomba. Popote nafsi yako ilizuiliwa kwa damu fatilizi, fungua nafsi yako, fungua nafsi yako, fungua nafsi yako. Biblia ikasema katika Mithali 4:23, linda nafsi yako kuliko vitu ndani. Omba mtoto wa Mungu, omba mtoto wa Mungu, fungua nafsi yako, fanya ufufuo wa nafsi yako. Popote nafsi ilifungwa, ikafungamanishwa kwa vitu visivyofaa, omba. Mwambie Mungu, nafsi yangu inafunguliwa, nafsi yangu inafunguliwa, nafsi yangu inafunguliwa. Fungua. Sioni kama unaomba wainua nafsi yako, kila mipaka uliyewekewa. Endelea kuomba. Kwa jina la Yesu, nakusudia kuomba kwenye madhabahu
Sema nafsi yangu ifunguliwe. Omba nafsi yako ikafunguliwe. Nafsi yako iliyotekwa sioni kama unaona. Omba mwana wa Mungu. Timotheo wa kwanza 5:23. Timotheo wa kwanza 5:23 inasema, Mungu mwenyewe anayetafuta amani awatakase ninyi kabisa kwa kila namna na kuzilinda nafsi zenu na roho na mwili, yani mbali na hatia yoyote, wakati wa kuja kwake Yesu. Mungu akasema nafsi zetu zitakaswe kabisa, mwili na roho. Sema nafsi yangu naomba utakaswe kabisa. Sema mwili wangu naomba utakaswe kabisa. Sema nafsi yangu naomba utakaswe kabisa. Nataka uelewe mtu ni roho. Mtu ni roho anayekaa kwenye nafsi ndani ya mwili. Mungu anawasiliana na mtu kupitia roho yake. Alafu hicho ambacho Mungu anatafsiriwa na mwanadamu kwenye nafsi, baadaye kinatafsiriwa kwenye nafsi na baadaye kinajitokeza kwenye mwili. Mtu ni roho anayekaa kwenye nafsi, ambaye ana nafsi inayokaa ndani ya mwili. Mungu anawasiliana na mtu kupitia roho yake. Alafu hicho anachozungumziwa kinatafsiriwa kwenye nafsi na baadaye kinajitokeza katika mwili. Nataka useme Bwana Mungu, kila hisia, kila mawazo mabaya yaliyojikita kwenye nafsi yangu kwa njia isiyofaa, nafungua nafsi yangu, nafungua nafsi yangu, nafungua nafsi yangu. Sema nafsi yangu funguka kutoka kwa vifungo vibaya. Sema nafsi yangu funguka kutoka kwa vifungo vibaya.
kila aina ya vifungo vilivyofunga nafsi yangu inafunguliwa. Nafsi yangu inafunguliwa. Nyanyua mikono yako. Kuna watu wanne katikati yetu, Bwana anataka kuwafanyia mambo yapitayo akili na fahamu za wanadamu. Nataka tu unyanyue tu mikono yako mbele za Bwana. Kuna watu katikati yetu, Mungu anataka kufungua nafsi zao. Nafsi zao zinaenda kufunguliwa kwa njia iliyokuu sana. Kwa hivyo naomba kwa neema ya Mungu, usiogope. Nyanyua tu mikono yako mbele za Bwana. Kuna watu wamekuwa wanaota ndoto mbaya. Wengine wanaota ndoto na watu waliokufa. Wengine waliungamanishwa na vita vya vifo. Biblia inasema katika Isaya 14:20 inasema hutaungamanishwa pamoja nao katika mazishi. Roho wa Mungu, ninaomba nitafutia hawa watu wengine. Kuna watu wanne katikati yetu ambao nafsi zao zinafunguliwa. Nafsi zao zinawekwa huru. Waliosema katika nyumba ya kwenu hakuna mtu atatokea mtu mkuu, hakuna mtu atastawi. Mungu anakutafuta wewe. Mungu anakutafuta wewe. Naona watu hao mikono yao inakamata moto. Baba, nipe huyu aliyezaliwa kuwa nabii. Naona kuna mtu hapa toka kuzaliwa kwake alizaliwa awe mtu mkuu, awe nabii, awe mtu wa mafunuo. Naona mikono imekamata moto. Kule nyuma pokea, pale katikati pokea, kule pembezoni pokea, pale kando pokea. Mikono yao imekamata moto. Mikono yao imekamata moto. Mikono imekamata moto. Mikono imekamata moto. Mikono imekamata moto. Tayari ndio yao. Msaidie yule kule. Msaidie yule. Watumishi jamani. Watumishi. Wao wapangie kule kule. Yote ukapa mtumishi. Saidia hii kazi. Saidia hii kazi. Ni msako juu ya msako. Ni msako juu ya msako. Natangaza msako. Natangaza msako. Natangaza msako. Natangaza msako. Natangaza msako. Natangaza msako. Nafsi zinafunguliwa. 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 Nyanyua hiyo mikono bado. Shekele baba baba. Raba baba mama. Ya baba mama. Kule nyuma. Kule katikati. Kule katikati. Inaona kuna watu. Bwana ameachilia neema ya vifungo. Vifungo vinafunguka. Vifungo vinafunguka. Vifungo vinafunguka. Yule binti, yule mwenye kama madoadoa ama nini, huyu hapa unampita. Huyu hapa unampita. Muulize kama maisikia jina Joseph. Ya papa. Nasikia agano la kinabii. Rama mama nasikia Joseph. Papa. Ya makopolaka baba. Rimama sekere bobo. Ya mama, nionyeshe kitu kama hiki. Baba. Sheke papa. Nataka twende kwa ukoo wa kina Minja. Nimesikia Joseph Minja. Ni unamfahamu? Ni baba yako. Ripa sheke papa laka baba zai. Wakati fulani ukaambatanishwa. Nipewe kalamu inayoandika bila kukwama. Wahudumu haraka jamani. Kalamu inayoandika bila kukwama. Yemakula pasiki baba. Yes, hii inaandika vizuri. Limaso kopolaka baba zaya. Lipakopokaya. Naona viatu kama vya Kimasai hivi. Naona viatu kama vya Kimasai. Rikapakopolaka baba zaya. Na naona kuna wakati unauza duka na ili duka likaibiwa,
kwa namna ya kutatanisha. Majira yamefika. Majira yamefika. Majira yamefika. Majira yamefika. Majira yamefika. Makoponde kepasaya. Naona jina kama chua. Ya makopo kalaba. Nasikia chua. Nikiona chuo naona Pita. Ya makopo laka mapasaya. Hautateswa na maroho za mababu. Kila aina ya roho za mababu zilizofuatilia maisha yako, Mungu yuko tayari kufungua maisha yako. Makopoka pakala babazaya. Nataka kuingia kwenu. Nataka kuingia kwenu. Naona jina kama hilo. Magdalena. Majira yamefika. Majira yamefika. Majira yamefika. Majira yamefika. Huyu Joseph naona ni mtoto wa Stefano. Nasikia Stefano. Makupo kepa laka babazaya. Ninaona kwenu mmekuwa mkiandamwa na roho za vifo fuatilizi. Watu wanakufa vifo visivyoeleweka. Bwana ananiambia, nasikia roho Bwana akiniambia, mwanangu Yohana, nilikuita kuingia kwa malango. Nilikuita ukaende katika malango. Katika lango hili umekutana na huyu binti. Mama. Linda. Nasikia roho Bwana akiniambia Linda. Roho Mungu anataka kukutolea kila vifungo vya nafsi vilivyokuwekea mipaka kutokana na roho za watu waliokufa. Roho ambazo zinafanya kutokana na Isaya 14:20. Wakati niliona Isaya 14:20, hutaungamanishwa pamoja nao katika mazishi. Tunakataa roho ya vifo fuatilizi. Watu wa kwenu hawatakufa tena. Watu wa kwenu hawatakufa tena. Na mama. Shekere baba za. Binti, ninaomba nipe hicho kitambaa. Mnaita kitambaa ama nini hicho? Lete. Na achilia upako ndani ya kitambaa hiki. Nisomee Kumbukumbu Matendo ya Mitume, msomi wangu wa Biblia, 19, 11 na 12. Haraka haraka mwanangu. Wacha nijisomee. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 11 inasema, Mungu, na 12, Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza kupita kawaida. Hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake. Magonjwa yao yakawaondokea. Pepo wachafu wakawatoka. Baba, nachukua kitambaa hiki. Naachilia upako ndani yake. Naachilia hiki kitambaa juu ya huyu binti. Kuanzia leo kilichokutesa, angalia vile upako umeachiliwa juu yake. Angalia. Touch from the Holy Ghost. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mwacheni, msimsumbue. Chochote kilichomsumbua, kuanzia sasa tunaachilia nguvu. Tunaachilia uponyaji. Tunaachilia neema. Kuanzia leo hautaungamanishwa na roho za mauti, roho za kisirani, roho za vifo. Zimekwisha ondoka. Kuanzia leo natangaza, Linda, umepona. Mtoto Magdalena, umepona. Ukoo huu wakinachua hautawatesa tena. Kila maagano yanayofuatilia ukoo wakinachua, ukoo wakinamicha, mtoto wa Pita, umekombolewa katika jina la Yesu. Maagano yote, vifungo vya nafsi havitaweza kutesa tena. Mwanadamu, umekombolewa mwili, umekombolewa roho, umekombolewa nafsi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Natangaza kukombolewa. Natangaza kukombolewa. Natangaza kuwekwa huru. Natangaza kukombolewa
Shaka papa papa. Nyanyua tu mikono yako mbele za Bwana. Nyanyua tu mikono mbele za Bwana. Wingu linatembea. Wingu linatembea. Wingu linatembea. Wingu linatembea. Yes. Shaka wenye milia. Natumwa kwa huyo hapa. Huyo hapa. Yes. Naona mnaenda kwa milia. Nguo yake ina milia. Nataka mtu aniandikie 0714 65 79 83. Anayeandika mtumishi msaidia haraka. 0714 65 79 83. Yani 0714 mtumishi haraka, usiucheleweshe wingu 65 79 83. Ili wingu huwa linapita 83. Mtu anayeandika anisaidia haraka, ili wingu linaendanga linakuanga na speed. Ndio unaona Biblia inasema katika kitabu kile cha Yohana 5 mstari wa 1 mpaka wa 10 ikasema, kuna mahali ambapo Biblia ilisema Yesu alikuwa amekaa katika birika la Bethsaida. Kulikuwepo na kinini ambayo kulikuwepo na matao matano. Na Biblia inasema yalipo maji yaliyotibuliwa, aliyeingia wa kwanza ndiye aliyefanya nini? Kuna wakati ambapo malaika walishuka, maji yalipotibuliwa, aliyeingia wa kwanza ndiye alifanya nini? Alipona. Wakati wingu linashuka, nataka uelewe, wingu huwa ndio unaona tunaenda haraka. Hilo wingu huwa linapita na linaweza pita lichukue hata miaka kadhaa halijarudi. Ndio unaona tunaenda haraka. Kwa hivyo ninaomba ndani ya wiki hii tuko katika kazi ambayo ni kazi nyeti. Sitaki nidaiwe na kanisa la Eden Embassy of God chochote kile. Sitaki nidaiwe. Wingu la mtu likishuka, sitaki Mungu anidai chochote kuhusu mtu yeyote. Tumeacha kila kitu. Tukasema wiki hii tuko hapa. Lazima kieleweke. Shaka papa 0749 0714 65 79 83. Mtamuuliza kama maisikia kitu kama hicho. 07. Wasomi hawapo kanisani humo. 0714 65 79 83. Muulize. Kupitia hiyo code. Kama anavaa miwani, nataka avae. Nataka kutafuta ili hapa. Shaka papa. Miki paloko poposaya. Code. Ufunuo unapokuja, unaweza kuja kupitia ishara yoyote. Unaweza kuja chochote kila hata usichokielewa. Kwa namna moja ama nyingine, kutoka hapo Mungu anaanza kutiririsha. Nasikia materere. Materere ni nini? Masuku polaka papasaya. Mako, materere ni jina lako. Jina la ukoo. Vitu ambavyo vimekutesa wewe. Wewe Mungu alikuita toka zamani. Toka kuzaliwa kwako. Mungu alikuita kuwa mtumishi wa Mungu. Lakini katika utumishi wako ulikuwa mtu mwenye vitu vingi sana. Umefanya mambo mengi sana. Lakini unapata vitu vinakwama. Kila ukienda unapata wakati fulani unarudi pale pale. Matatizo yako, tunataka tushughulike na mipaka ya ukoo. Waliekewa mipaka kwa ukoo, wakasema watu hawa hawatafika viwango fulani. Unabidii, ni mtu unampenda Mungu sana, lakini majira yamefika. Kila vita fuatilizi vinavyofuata ukoo havitakuweza wewe. Mungu ana mpango mzuri na wewe. Ana hatima ya kwenda mbali. Ananiambia niandike Ann, alafu niandike Tony. Ananiambia Anthony. Anthony ndio jina lako. Majira yamefika. Masuku popoka paloko bobozaya. Honya ni nini? Onyesha kitu kama hiki. Alafu niandike mahonya. Mungu mahali unapoishi anataka kurudi mpaka hapo.
anataka kukuinua katika ukoo. Yes. Hautalia tena. Wewe ndiyo mbegu ya kuinua familia ya kwenu. Wewe ndiyo mbegu ya kufanya familia ya kwenu iende mbali. Usikate tamaa. Majira yamefika. Kila mipaka walioekea watu wa ukoo wenu imekwisha kuondolewa. Kuanzia leo nataka utembee. Anza kutembea. Tembea tu. Tembea. Yes. Tembea. Yes. Hivyo ndivyo utatembea katika mafanikio yako. Tembea, tembea, tembea. Tembea. Yes. Tembea, tembea, tembea. Tembea. Makalanzi, makalanzi, makalanzi. Nasikia natumwa huku, ndio unaona nimegeuka. Nikasikia makalanzi, 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 ndio unaona nimegeuka. Lapaka, andika 0757 63 20 45. It is your mobile number. Shaka baba. Hii kipawa ndio huwa kinanifanya na kuweka ugali mezani. Ndio ukiwa mezani mwambie hiki kipawa. Hata unikatae sura yangu, utapenda kipawa changu. Anaweza mwambia hata kama natoka kwa watu tititi, ambao mahali natoka kuona mtu mweupe kama wewe ni muujiza, lakini Mungu aliwekeza kipawa ndani mwangu. Hii kipawa kimefanya nimekaa kwa Ikulu. Hii kipawa kimefanya nimeenda kwa mabunge za dunia. Nimekaa na marais tofauti tofauti. Nimeenda maeneo tofauti tofauti. Nguvu ya kipawa. Mithali 17 mstari wa 8 inasema, kipawa cha mtu ni kitu cha thamani. Kila kigeukapo hufanikiwa. Geukia mwenzako, mwambie mwenzangu, tofauti ya mimi na wewe, ama tofauti yako wewe na waliofanikiwa, ni vile kipawa chako akichageuka. Naomba kuanzia sasa kipawa chako kikageuke Bwana. Hicho kipawa kikigeuka kitaleta mafanikio. Hicho kipawa kikigeuka kitaleta mambo ya kupita kawaida. Anafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Anatoa baraka ambazo wanadamu hawezi kutoa. Haufananishi na kitu kingine. Leko papalaka babazaya. Zipa. Eastern, 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 Southern, Northern, Western. Yes. Western. Western. Muulize, what is Western? What is Western? It is your name. We are here in this family. What is this name? God want to make a way. Makalanzi. What is Makalanzi? That's my father's name. The time has come. In your father's name, the Lord want to lift you. Yes. The Lord want you to become great. Yes. Mungu anataka tupokee nguvu ya utulivu. Tulia tu. Uwe na utulivu. You are going to be a very great personality. Yes. That is why God. Read for me Jeremiah 5:5. Jeremiah 5:5. Msomi wa Biblia uende pesi haraka. Yaani kama hiyo inasumbua unasoma hata na Biblia kawaida. Jeremiah 5:5. Jeremiah 5 verses 5. Jeremiah 5. Nitawaendea watu wakubwa. Sasa unasoma na punch kidogo. Nitawaendea watu wakubwa. Yes. Nami nitasema nao. Kwa maana hao waijua njia ya Bwana. Waijua njia ya Bwana. Hukumu ya Mungu wao, bali hao kwa nia moja wamevunja dini. Na kuvikata vifungo. Majira yamefika. God want to make you in the family of Makalanzi. Western, you have been picked upon. Greatness upon greatness. The Lord want you to settle, to be very faithful in the things of God, and to follow the statutes. Your prayer life, increase it. Increase your wavelength in reading the word, because the time has come. You are being accelerated towards your greatness. Don't look down where you come from. Don't look at your background. Mara nyingi umekuwa unajidunisha.
unaangalia hivi unasema, je, ninaweza kuwa? Usijilinganishe na watu. Wao ni wao na wewe ni wewe. Amini kile chenye Mungu anasema. Biblia inasema katika Ayubu 12 mstari wa 1 mpaka wa 4, ndipo Ayubu akajibu na kusema, hapana shaka ninyi ndinyi watu halisi. Wewe ni mtu halisi. Wewe ni mtu halisi. Wewe ni mtu halisi. Lakini pia mimi ninafahamu kama ninyi. Mimi si dunia yenu ninyi. Na ni nani asiyejua mambo kama hayo? Mimi ni mtu wa kuchekwa na jirani yake. Ni mtu niliyemwita Mungu naye akanijibu. Usiangalie watu wanasema nini. Usiangalie vicheko vya watu. God is about to change your story for his own glory. The hour has come. The hour has come. I want to travel with you. Lama kapa kipo kisa ka. I see hewa hewa hewa, and then kilima hewa, kilima hewa. Where do you come from? That's where I live. Where you live at Kilima Hewa? Yes, sir. At Kilima Hewa, hapo mahali unapoishi, God is going to change your story in the name of Jesus. Yes. Unaenda kuwa mtu. Ninaona kuna watu wanatamani vipawa kama hivi. Nyanyua tu mikono. Baba, ninaomba wanaotamani jicho la kinabii hata kama hawajawahi tabiri, Baba nitafutie, naachilia impartation. Naachilia impartation. Baba nipe hawa, nipe hawa watatu wanaotamani jicho la kinabii. Wote walipata kama hujawahi tabiri. Nyanyua tu mikono yako. I want to release an anointing. Baba ninyanyulie manabii wenzangu. Ninyanyulie manabii wenzangu. Ninyanyulie manabii wenzangu. Warumi 1:11 inasema, kwa maana ninatamani sana kuwaona nipate kuwapa karama ya rohoni ili mfanywe imara. For I long to see you that I may impart unto you some spiritual gift to the end you may be established. Father, I decree, those that desires prophetic gifting, that is the anointing, take it now. Mikono yao inakamata moto. Angalia wako watatu wanaotamani mojicho. Receive the anointing. Receive it now. Receive it now. Walete. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the anointing. Wasaidie kule. Receive the anointing. 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 Shaka papa. Yes. Prophets of God. Yes. Prophets. Yes. Prophets. Yes. Prophets. Yes. Prophets. Yes. Prophets. Yes. Prophets. Yes. And prophetess. Yes. Take the mantle. 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 Yes. Ninaona kuna mmoja pale katikati. Yes. Pale katikati. Receive it now. Receive that mantle. Yes. Receive the mantle. Yes. Receive the mantle. Yes. Receive the mantle. Yes. Receive the mantle. Yes. Nyanyua mikono. Bado kuna nabii ambaye Mungu anamuinua kuwa nabii wa kimataifa. Ataimba na katika kuimba watu watakombolewa. Baba nipe huyu nabii mwimbaji. Nabii mwenye mafuta ya kitume na atatumika kwa sauti ya kuimba. Take the anointing now. Take it now. Take it now. Bado wengine. Take it now. Take it now. Take it now. Take the anointing. 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 Receive 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 the anointing. Take the anointing. Take it now. Take the anointing. Receive the anointing. Walete. Receive them now. Walete. Receive it now. Receive the anointing. 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 Receive it.
Naomba kwa sababu ya wakati. Nyanyua tu mikono popote ulipo. Naomba watu wanaitwa Donatera au kina Balama. Wingu linawatafuta. Wingu linawatafuta. Mtu anaitwa Moses Joke. Wingu linawatafuta. Roho Mungu ananiambia madhabahu haya ni madhabahu yenu. Uko wapi Musa Joke? Mama. Nyanyua mikono. I noti. Wingu linawatafuta. Kina Ana Joseph. Wingu linawatafuta. Kina Nalasco. Hawa kina John Bosco. Wingu linawatafuta. Kina Danieli Ngusa. Andika hayo majina. Mtu andika hayo majina. Waambiwe. Wingu linawatafuta. Kina Danieli Ngusa. Kina Neema Kiopia. Wingu linawatafuta. Kina Donatella Balama. Wingu linawatafuta. Kina Jacob Silimba Jacob pamoja na Evelyn. Majina yamefika Jacob. Kina Lightness Mwala. Wapia wingu linawatafuta. Kina Beatrice Mwala. Kina Nina Mwala. Wingu linawatafuta. Kina Ronasta Deusi. Naona Bungoma, naona Ronasta Deusi. Naona mtu alikuwa kwa madhabahu haya. Natuma mkoa wa Kagera. Naona Ronasta Deusi. Naona PKB. Mungu atafanya mambo makubwa. Ndio tumikono. Kama upo kina Catherine, kina Mariam sasa Bwana ametafuta. Mama shaparo shekele baba. Yato mikono. Ndio mikono. Kina Catherine. Catherine. Mungu anawatafuta. Mtoto wa Faustine. Mungu anataka kutengeneza njia katika hatima maisha yao. Kina Mang'ombe, nasikia Mang'ombe, kina Mariam, majira yamefika. Waambie hawatakuwa watu wa kawaida tena. Majira yamefika. Andika Kasili Mathias Kasili. Wingu linawatafuta. Naomba apigiwe simu, mumwambie mtumishi aliona 0673 068611 0673 068611. Shaka papa. Nyanyua mikono kila mtu. Hatulazi kazi. Amoni mtoto wa Subira mtoto wa Amoni. Wingu linawatafuta. Kina Esther Kesufu. Mwapigiwe simu 0693 334 706 0693 334 706. Tafuta Ana Justin. Naona anasuasua sana, anaonekana haonekani. Naona anga yake ya kiroho inaonekana yupo hayupo. Ana Justin. Andika Neema Kioba. Majira yamefika. Nyanyua tu mikono. Huyu mtoto wa Yohana Helen. Who is Yohana Helen? Helena. Helen. Majira yamefika. Tunapiga kamera kila mahali ya kinabii. Kimtafuta ni kama mtu amesafiri. Naona kama mtu yuko safarini. I see like someone on the road. Inamaanisha anasafiri. Tunaonaje? Biblia inasema katika Hosea 10:12, nimenena na manabii na nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Naweza ona kama kamera, naweza ona kama television, naweza sikia sauti, ninaweza zungumziwa. Nyanyua tu mikono. Beatrice Doto yuko hapa. Binti mdogo, Mungu ana mpango mzuri na wewe. Shikilia kazi ya Bwana.
unaenda mbali sana. Nyanyua tu mikono. Mtumishi wa Mungu. Nasikia uende Kisasa. Andika Kisasa. Nasikia Kisasa. Andika 0754 588 354. Kisasa. Nyafusha. Kisasa. Andika jina Amy. Alafu naona kama Pastor Amy. Kisasa. In the name of Jesus. Naona hiyo namba. Andika Nunduru. Andika Nunduru. Nunduru. Andika Nunduru. Andika Pastor Anna Jackson. Pastor Anna Jackson. Andika 0783 870 181. Usikosee namba. Usikosee namba. Andika. Raba baba. Nasikia roho Bwana akiniambia Mary Mwita, mbona ukatoka mahali pa baraka zako? Nasikia naambiwa Mary Mwita, mbona ukatoka mahali pa baraka zako? Nyanyua tu mikono. Nyanyua tu mikono. Ali Somari, mbona ukatoka kwa madhabahu ya baraka zako? Jane Frederick, acha kusuasua. Nyanyua tu mikono. Nyanyua tu mikono. Adivela Victor. Mtumishi wa Mungu, ninaomba kesho nitakapokuja. Unajua watu hawajajua. Ukiona wewe unatajwa, mimi natafutwanga na watu nikiwa Kenya ili unione. Inaweza kukuchukua hata miaka 3. Watu wanasafiri kutoka kote duniani kutafuta nabii, kutafuta mtumishi wa Mungu awafafanulie mambo yao. Wewe ukiona umenini alafu unaenda tu ni kama hujielewi. Kuna mtu anatafuta hiyo nafasi. Haya. Hiyo wingu huwa linapita. Ndio unaonanga kuna mtu anakaa kanisani, wingu lake lilikuja la kutembelewa, mwaka nenda mwaka rudi, kumbe majira. Si kila mkutano ni wa mtu fulani. Kuna mikutano inakujanga for specific people. Si kama unanielewa? Ukisha kamata hilo wingu ndio unakwenda. Siku moja kama mimi singekamata wingu kutoka kwa baba yangu Andrew Wafula Baraza, baba yangu wa kiroho, na mzee wangu baba yangu Professor Danstan Maboya, waliposema vile nitakuwa, na nilikuwa nateseka magonjwa ya kupoza 22 good years, leo hii sina stroke tena. Leo hii ilishaondoka. Wingu huwa linakuja kwa wakati fulani, kisha pita, nimepita. Nyanyua tu mikono. Nyanyua mikono. Utaandika mtumishi. Andika kina Adivela Victor. Adivela. Majira yamefika. Sema Bwana Mungu, kila aina ya nguvu za giza zinazotesa watu hazitanitesa. Andika Madoro, ukoo wa kina Madoro, kina Kerusha, Madoro. Pengine nisitamke vile nyinyi mnatamka. Haleluya. Andika Kangoma, nasikia mka, alafu nifanye ngoma, Kangoma, Eliud. Yes. Left, right. Here. About. Kaona kama mtu afisa uhamiaji. Yes. Naona afisa uhamiaji. Naona mtu anasoma. Naona kama yuko kwa mafunzo. Left, right. Mungu anaenda kumbali. Yes. Lakini kuna ufunuo naambiwa hapa katikati, karibu akamatwe kidogo. Mchungaji, mbona ukacheka? Msije wachungaji wako wapi? Wachungaji tu ndio muja hapa. Hizi ni siri. Na msiambie mtu. Ninaona mlishughulika na kesi fulani. Si mnaambiwanga, manabii wanaambiwa. Siwezi acha kazi yangu. Mtu niko very busy. Nikafanya kitu ambacho sijaitiwa. Majira yamefika. Sema Bwana Mungu, sitaonewa tena. Sema sitaonewa tena.
Oh, huyu Kathy alienda wapi, mtoto wa Charles, Catherine Charles? Naona watu wengi sana naona hawapo, wakati hapa ni kwao. Huyu Catherine, kuna mwingine mrithi. Nasikia Dodoma, Mvomero, Morogoro. Catherine Murithi. Yes. Catherine Murithi, Morogoro. Catherine Murithi. Mungu amfungulie malango. Yes. Mungu amuonekanie. Yes. In the name of Jesus. Sasa hii nitakuambiaje mtumishi? Kwa sababu natumwa kwenu nyumbani. Natumwa kwenu nyumbani. Naona boni, alafu naona face. Kaka yako. Niwaambie kitu. Najua chenye nafunuliwa. Naambiwa kuna mtu analia kwa ajili yake mwenye hili jina. Sio, siwezi ongea. Analia. Anasema boni. Aya. Sema Bwana Mungu. Sema Bwana Mungu. Sitaonewa tena. Kila maagano mabaya yanayotesa watu hayatanitesa. Natangaza nifunguliwe njia katika maisha yangu. Nyanyua tu mikono. Kwa Kimasai kwetu ukisikia mbeho, andika mbeho, alafu andike Petro, mbeho. Najua mbeho kwetu inamaanisha kupewa. Lakini nasikia mbeho. Andika Elda Elias. Andika Josephine Leonard. Aida Lucas. Aida Lucas. Stella Mboya. Binti, unaona, kwa sababu unampenda Mungu, naona tumishi chenye nitafanya. Hawa wote utaniandikia majina yao kwa sababu naangalia muda kidogo. Hawa nitaanza wote walioko hapa, nitaanza nao kesho. Ili naona watu wasikose usafiri, watu wakachelewa. Lakini nataka, alafu huyu naona mtu gulio, nasikia gulio ni nini? Soko. Sasa nasikia naambiwa Barongo Joseph, mbona unaenda sokoni sana? Umesahau kanisa? Nasikia gulio, minadani, gulio. Yes. Naambiwa Barongo Joseph, umekaa sana gulioni. Umesahau ibada. Nasikia hivyo. Andika Rosemary Jackson. Monica Kuziwa, waandike. Priva Medad, tutaanza nao kesho. Peter Joseph. Nani huyo? Hao nitaanza nao kesho. Hao wote kwa sababu ya wakati. Sema Bwana Mungu. Andika Dorcas Peter, Helen Yohana bado, Mariam Sila. Tumeshi wa Bwana. Pigia huyu simu 0716. Nasikia andika 0716 4325. Kuna mtu ninaona Josephat Msimbano anahitaji kusaidiwa sana. Naona mume wa Neema. Andika 0784 447 699 0784 447 699. Wanahitaji kusaidiwa. Naona roho za mauti zinafuatilia uko wao, watu wao. Nyanyua mikono. Andika Rose Patrick, Anna Justin, Grace Nelson. Blessings Andrea. Edita Kobero. Daniel Luhanga Ngusa. Alafu Moga. Adam Moga. Hao andike wote, hiyo majina andika, mniandikie hao wenye waka hapa wote, niandikie naenda kuyatamia kwa maombi. Kesho nikija naanza na hawa. Naenda kuwatamia kwa nini? Andika wote wamekuja hapa. Wote ambao wako hapa hasa.
Kesho tunaendelea ili kila mtu asikose ufunuo wake. Haleluya. Sema Bwana Mungu. Andika Luhanga kina Daniel. Andika Laisheli. Wewe ni Mmasai? Kumbe ndugu yangu wako, ndugu zangu wapo. Nikisikia Laisheli hilo majina ya kwetu. Einoti. Andika Judith Nelson. Mbona huyu anaitwa Edita Charles? Edita Charles ni kama walikuwa wanaekwa hapa walelewe pamoja na Charles Salum. Naona walikuwa wameletwa hapa walelewe. Jessica Christopher. Andika Regina Fares. Julia Lisanga. Majira amefika. Sema Bwana Mungu, hakuna kuonewa. Andika Ado and then Rehema. Mercy ama Messi. Kwa Kiswahili ndio nyinyi mnaita Rehema, lakini naona Messi. Emma Kwata. Immaculata. Ado. I think they are sisters. Are they sisters? Yeah. Sure. Nabii mwenzangu ndio huyo hapa. Huyo kazi yake tutaanza kesho. Emmanuel huyo. Yeah. Emmanuel, God with us. Yes. Ni nabii mkubwa huyu sana. Na aliogopa kutumika kwa sababu kila akiambia mtu kitu kinatokea. Alikuwa hata kifo akijatokea anaona. Sasa akafika mahali akaona akiambia watu wanaanza kuanza kama yeye ni mchawi, sijui ni mtu wa aina gani, lakini ni mtumishi mkubwa. Muulize kama anajua. Kubwa sana. Bwana mdogo. Huyo ni chaguo lako. Huyo ni chaguo lako. Baada hata kufanya ndoa si muda mrefu sana. Yaani si muda mrefu sana. Yaani ninachomaanisha, kutokana na wewe ulishafunga ndoa unaona kwa muda mrefu, lakini sasa kile chenye Mungu alikusudia kwa maisha ya ndoa ndio si muda mrefu sana uone matokeo ya hiyo ndoa. Unajua unaweza ishi na mtu miaka 20, hata miaka ngapi. Mimi siku moja nimeishi na mke wangu miaka sana, lakini ndio wakati fulani Mungu akasema sasa huyu ndio ubavu niliyokusudia. Sasa nikashangaa hii miaka ingine yote nilikuwa naishi na mtu ama kikitu. Haleluya. Bwana anaweza. Mtumishi wa Bwana. Andika Shukurani Daniel. Andika Anita Hawani. Hao tunaanza nao kesho. Grace Michael. Waambie kabisa. Kina Anifa. Nasikia Nyerere. Anifa Nyerere. Andika hao wote. Juliet Sanga. Mary Lucas. Sifa Blessings. Rehema Julius. Elizabeth Magesa. Juliet William. Rafael Ismaili. Faustina Augustino Joseph. Rahab Zabron. Andika hao wote. Hata hawa kina Ramadhani Msuya. Hatuchagui dini yoyote. Kina Yerusha Samueli na hata kina Daudi wote. Sema Bwana Mungu, tunaenda mbali. Sema Bwana Mungu, kila vifungo vya nafsi yangu haitafungwa. Mimi ni mbarikiwa, nimebarikiwa zaidi ya kubarikiwa. Bishop, unajua ni kwa nini nakuita Bishop? Sio mimi nimekuita, Mungu amechukua ulimi wangu. Kanisa hili linaenda kuzaa makanisa mengi na utakuwa askofu mkuu. Hawa wote bado waumini hawajakuja. Yokea mwanzo mwambie bado waumini. Mwekea mwambie nyinyi wote mnaandaliwa kwa kazi maalum. Kwa hivyo mtumishi wa Bwana, naomba kwa leo niachie hapo. Unanyua tu mikono yako useme Bwana Mungu, nashukuru kila aina ya vifungo vya nafsi vimeachia maisha yangu. Mimi ni mbarikiwa, nimebarikiwa zaidi ya kawaida. In Jesus name. Amen. Mungu awabariki sana. Hawa nitazungumza kwa sababu nimeona nikianza hii huduma sasa hivi tutalala hapa. Umeona? So umeona mtu mmoja anaweza pewa unabii hata dakika 30. Nikaona hawa kwa hekima niandikiwe tu kesho nitaanzia hapo.
Si ni sawa? Wangapi wameridhika? Na kila mtu atahudumiwa. Niletee mtoto mdogo huyo kabla nitoke madhabahuni. Niletee. Amekuja na nani huyo mtoto? Lete hapa. Huyo mtoto mtu mkubwa sana. Niletee huyo mtoto. Nishikie. Mwino mnyanyue. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ndiye Mungu mkuu, Mungu mwenye neema, natangaza kuanzia sasa afya ya mtoto huyu inarejeshwa, maisha yake yanarejeshwa, na mtoto huyu Bwana ana wito mkuu ndani mwake. Atasoma na kufanya kazi zake, lakini pia ana wito mkubwa wa kutumika jinsi inavyotumika. Kuanzia leo nimembariki, neema yako iwe juu yake, awe mtu atakayetikisa dunia. From today, no more any form or any sickness, it is over. Tayari. Yaani hatutumii sisi tulipoitwa na Mungu. Niliingia kwa agano na Mungu ya kutotumia nguvu kubwa. Kuna watu ati mpaka waone mtumishi amewafanya nini? Amewaombea mpaka apige. Ameweza mwambie huyu makomando, kuna tofauti ya makomando na wanamgambo. Ameweza mwambie hauwezi kuwa komando kwa mazoezi ya mwanamgambo. Haleluya. Sasa sisi tulishafanya nini? Tulishakuwa tukatumikia Mungu mpaka tukafika mahali. Mtumishi wa Mungu, mimi nimefika mahali nimekuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Yaani namwambia rafiki yangu naomba leo ufanye hivi, na anafanya. Haleluya. Nimeogopa tu kwa wale wasioamini. Kuna watu hawaaminiki vipawa. Naogopa kwa sababu kuna watu hata tukiwaita majina hawaamini. Sasa ndafika mahali niambie rafiki yangu ananifunulia nguo ya ndani yenye umevaa, kitinda mimba ya nguo, ili ujue Mungu yupo ama hayupo. Na kama ina madoti imeraruka, nasema imeraruka mahali fulani. Ili uamini Mungu yupo. Hizi ni ishara tu. Bwana asiwe sana. Naomba niendelee kesho. Amen. Mungu awabariki. Amen. Baba kwa Bwana Yesu. Alafu tumesimama hivyo kumpisha Mungu kwa neno ofisini. Hebu chukua sadaka yako. Simama tu hapo, chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako kila mmoja. Chukua sadaka yako ya kujiambatanisha na mtumishi wa Mungu pamoja na neno la Mungu. Alafu simama kwa Yesu. Amen. Tunataka kuwapa kiasi. Ila yule sana shule ya sadaka hii tena kutoka Mungu kumbuke na sadaka hii kwa